Bwana, Zanzibari imechafuka, kijani nyekundu ndo ambazo zinatawala. Hapa niko na mzee wa pasi milioni, ametoka Dar es Salaam kuja kuisapoti timu yake pendwa ambaye ni timu ya Simba Sports. Mzee wa pasi milioni, uko vizuri? Mimi niko fani kwa moto, namshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Nipo ndani ya Zanzibari, namshukuru sana Mungu wangu, balozi wa Grant. Niko vizuri, niko fani, niko moto kwa kweli. Sasa umeionaje Zanzibari? Imetadada, imetulia. Nawashukuru wana Zanzibari, wamenipokea vizuri pasi na shaka eneo yote. Kalipokea mzee wetu wa Zanzibari, mzee wa wazee Jabu wa Messi engineer. Kwa kweli namshukuru sana, amenipokea vizuri. Maka alikuwa ananiambia bwana, pasi milioni lini unaingia? Lini unaingia? Nikamwambia ngoja kidogo, na aendelea kuomba dua huku Meja Isamuyo, nikisheka kila kitu sawa sawa na kuja zangu hapo Zanzibari. Kwa hiyo nimefika salama salimini. Namshukuru sana Jabu engineer. Kwa hiyo Meja tayari kila kitu umeshaweka sawa? Kila kitu kiko sawa. Tunasubiri tarehe tu. Itaradadi mnyama afanye yake. Leo ndio leo. Dabi ambayo mlikuwa mnaisubiri sana imeshafika. Namna ambavyo kikosi chako kilivyo, unafikiri utachukua ubingwa leo? Pressure sina. Pamoja na mimi kwamba mshabiki ni mchezaji wa 12. Kwa nini nakuwa pressure sina? Unajua mambo mengine unaweza ukaongea. Je, kikosi kinakupa matumaini? Kwa mimi kwa kifupi, kikosi changu ndo kinanipa jeuri ya maongezi, jeuri ya kujiamini. Kikosi nilichokuwa nacho, kikosi kina vitu vyote, kina ball balance, ball technique, ball speed, ball food. Kwa hiyo mimi binafsi sina pressure ya aina yoyote. Kwa hiyo nakiamini kikosi changu, kwa kudura zake Mwenyezi Mungu ndo tutachukua, japo mchezo wa mpira na matokeo ya kikatili. Na kwangu mimi hizi dabi nyingi sana tangu nianze kuziona. Nimeanza kuziona tangu miaka 80, kwa hiyo mpaka leo nishakuwa Concorde au gwiji. Kwa hiyo mimi sina pressure ya aina yoyote ile, pasi nyingi sina pressure na yote bro. Lakini sio namsikia anavyosema Alikama, anasema nyie mmeingia kwenye mfumo bwana. Mpira sio mdomo. Kwanza wanapongeza Zanzibari kwenye sherehe ya Muungano, wameamua kuleta referee kutoka Kenya. Na imani sheria 17 zitafuata mkondo wake, isipokuwa ni aibu kwa marefari wetu hapa Tanzania na ni fezea kwao wao. Kana kwamba mpaka inafikia hatua watu kuleta marefari kutoka nje ya nchi. Kuna vitu wao vya kujifunza, wamekosea wapi, inabidi basi wajipange sasa. Hii ni fezea. Mimi mwenyewe binafsi sijalizika kwamba inafikia hatua hii. Hawa kwetu tena wanaonekana tayari kushine babuji. Kwa hiyo kwa kifupi, wajipange, wafuate sheria 17, wasichezeshe mchezo wa mpira kwa maagizo ya watu maalumu ambao wao wanawategemea katika maisha yao ya kila siku. Kwa hiyo wajipange, kwa hicho walichofanywa ni dharau, ni fezea. Haina tofauti. Nyumbani wewe umeoa kama kawaida. Kwa mfano kama mimi nishaoa nyumbani kila siku. Nikirudi na kuwa narudi na chakula ambacho tayari kishapikwa. Kila nikirudi narudi na chakula. Kila nikirudi wakati natakiwa mama awe anatengeneza mavitu. Hii ni aibu na fezea kwa marefari wetu. Wajifunzi wamekosea wapi, wajifunzi wapi. Kufanya kosa si kosa, bali kurudia kosa. Kwamba hii ni funzo moja kwa moja kwamba kama walikuwa wanategemea kupewa vibasha waachane navyo, kwa sababu ukiangalia kwenye dabi ya Muungano amepewa refa kutoka Kenya, kwenye dabi ya Kariakoo kama ambavyo inaelezwa kwamba kuna marefari kutoka katika taifa jingine tofauti na Tanzania. Hii ni funzo kwa upande wao. Sitegemei kama labda walikuwa wanapewa vibasha, hilo sitegemei. Isipokuwa na imani kwamba maagizo labda walikuwa wanapewa, bwana kisha leo mnyama labda anafungwa, mnyama leo asipate goli. Mechi 3-4 za hapa mwishoni unaona kabisa tumeonewa. Shaili bin Shaili hapa Zanzibar penye tulipata clear goal, Selemani Mwalimu alipata clear goal. Mazingira tu mtu kanyanyua shuka na kwambia sio goli. Kwa hiyo vitu vingine vinaumiza, na hii imesaidia kwa sababu mchezo wa mpira unahisia. Kama ulivyoona mara 2 tushapigwa adhabu sisi milioni 10, watu wanarusha chupa. Mtu asira yake ile mpaka anarusha chupa. Sasa hawezi jua mbele ya safari ule baada ya kurusha chupa anaweza karuka kwenye fensi akaenda kaondoka pale na refari karudi kama mipira ile ya zamani, miaka ile ya zamani. Marefari kwa Silokula Mkatwasia pale Dar es Salaam kulikuwa kuna refari alikuwa anaitwa Mademla. Alikuwa mbabe fulani anachezesha mpira huko kaeka panga kiunoni. Kwa hiyo isifikie hatua ile. Kwa hiyo waamuzi, mchezo wa mpira una hisia kali, mchezo wa mpira unaumiza. Unalipwa, yani watu wanakulipa hela ya kila mechi ukichezesha. Sasa kama unalipwa hela kila mechi ukichezesha, inakuwaje tena unakiunguka kwenda tofauti na jinsi ya kuchezesha ule mchezo wa mpira? Maana waamuzi wanalipwa hela na
chama cha waamuzi vizuri tu. Sasa vizuri tu. Sasa kitu gani kinachowakuta iki mpaka wanakuta tofauti? Mimi nafikiri wajirekebishe. Kwa kifupi, Kamwe ajipange. Tumejipanga, tuko vizuri. Angalia anajikwaa wapi. Kwa kifupi, wasitake kutumia nguvu kubwa sana. Yeye tayari alishamaliza usajili aliofanya president wao kuhusika. Kwa maana yake ashiria nini? Hawana timu. Lakini kwa namna ambavyo kikosi chao kilivyo wakutishi wale. Hawana timu. Kama Kamwe mwenyewe ashasema kwamba usajili aliofanya sio wa president wao. Kwa maana timu yao hii haina uwezo. Kwa hiyo yeye mwenyewe alishasema. Kwa hiyo mimi nisitumie sana nguvu kubwa sana kuwaongelea wao wakati wenyewe walishamaliza kila kitu. Umezungumza mengi, zungumza sana mashabiki wa Simba kuelekea kwenye mchezo ambao saa 2 na dakika 13 tunaenda kushuhudia hapa. Target ni dua. Mikoa yote, Dodoma, kakaangu Juma Katenga, Mrisho Transporta Mwanza, dua na sala ndio kila kitu. Tajiri Deus Kaisile wa Musoma Mwanza, Geita, dua. Mwanza hapa, Muongwa, Joseph Liabita, dua. Zanzibar ndo kama kawaida niko kwenye dua yao kina Jabu wa Messi. Kwa hiyo mimi nachoambia tu dua. Unajua sisi ni watu wa dua na sala. Tunamwekaga Mungu. Japo mchezo wa mpira una matukio ya kikatili. Kuna kufungwa na kusuluhu na kushinda. Lakini hii lazima leo mmoja afungwe. Kwa hiyo mimi namuomba Mungu wetu mtani leo tumpopotoe. Iwe jua iwe mvua. Mtani tumpopotoe. Na mtampopotoa. Nalitarajia hilo. Nalitarajia hiyo, na sipokuwa makini baada ya kurudi Dar es Salaam wanaweza kujikuta wanaenda Pemba. Lakini unaona kama unaweza kwenda kumpiga na Samuel? Timu nayo. Bro, timu nayo. Timu ninayo. Unajua mimi pamoja kwamba ni shabiki lakini napenda kufuatilia timu yangu. Ukija ukiangalia mechi ya kwanza hapa Zanzibar na mafunzo. Ndio. Golini Abeli. Kwa nini nasemaga timu yangu soka ukankuvae? Golini Abeli. Unisikilize vizuri. Sikiliza vizuri hapo. Golini Abeli. Fullback namba 2 Duchu. Namba 3 Mligo. Namba 4 Vedatus. Mbegu. Sentafu Vedatus. So Mbegu, wacha Mbegu na Vedatus sio wawili tofauti. Vedatus Sentafu akacheza Mbegu. 6 akacheza Semfuko. Hiyo na mafunzo ujue. Jana tu wote hao. Nambari 7 alikwenda Chasambi. Nambari 8 ndo tukamweka Ruemba. 9 Baraka Mwangosi. 10 Morris Abraham. 11 Bashiru. Hiyo mechi na mafunzo ukae uelewe. Umeona hiyo? Kwa nini anasemaga timu yetu kwamba soka ukankuvaa? Umeelewa hiyo? Sasa mechi iliyofuata sasa. Mechi iliyofuata na wale watoto waliotunyanganyaga kombe hapa. Ndio. Wale watoto wadogo hivyo ndege mla ndege. Sasa mtu anakula ndege wakati sisi Simba bwana wapi na wapi. Ukiangalia nacho kikosi kilichokwenda nacho tofauti kidogo. Ndio. Kile cha mla ndege golini Abeli. Namba 2 Duchu. 3 Mligo. Fullback 4 huyu dogo Mbegu. Sentafu Lushaina. Umeona picha hiyo? Simba hatari hiyo. Umeona picha? 6 Kante. Umeona picha hiyo? Picha la kutisha tena. 7 nani huyu kutoka Kenya Baja Bell, umeona? Huyo 7. 8 Maema. 9 Bana Kongo Propera Machine. Propera Machine. Kibisawale alicheza 9. Alicheza 9. 10 tukamaliza dogo nani huyu? 10 tukamaliza dogo nani? 11 tukamka kama kawaida Bashiru. Umeona? Timu imekuwa tukaenda nao mpaka off time, mwalimu akasema hawa kumbe watujui, akafanya sababu wakati ya Chama Nyanyuka, Selemani Mwalimu Nyanyuka, dakika 2 nyingi kipindi cha pili tu tukatupia, akanyanyua tena, akatoa Rushaina rudi, akaja akamuingiza fullback wetu Ismail Ture, Asman Bey yule. Yani nakutajia, yani ndio maana kumbe hizi mechi zote kuna yule mwamba Libasi hajacheza kabisa hizi. Bro, kwa nini nakwambia hivyo? Ndio maana mimi na jinadi kwa timu nilikuwa nayo soka ukankuvae. Ndio. Tuna kikosi hichi, tuna kikosi hichi. Kwa mfano kama kungekuwa kuna uwezekano siku moja leo tunacheza na hapa na watani, ipo timu ya kucheza hapa na watani. Alafu ipo tena timu nyingine ya kucheza na watani kama Meja Samuel. Yaani kama Meja Samuel ingekuwa mechi moja, zote tucheze na wao na sisi. Wao mimi na imani kabisa wasingekuwa na timu nyingine.
sababu hawana yeah. Lakini sisi kikosi tunacho cha kucheza hapa na cha kucheza Meja Isamuhyo. Huo ndo ukubwa wetu wa Simba Sports, na kwa nini napendaga kusemaga Simba sio kauka nguvae. Mimi nikushukuru sana mzee. Paka ajengewe banda Akijenga banda. so paka wewe.